Basi bwana, picha yetu inaanza, tunakutana na mlembo anaitwa Ginika. Amekuja na keki na anaitafakari kwa kina. Na hii ni keki ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa mpenzi wake. Na kisha anatuambia, anasema, ningependa nikuage kwa mara ya mwisho. Umekuwa na habari mbaya kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kumbe tatizo linalomsibu Bibi Ginika, anamuacha mpenzi wake leo. Na baada ya tukio amekuwa ni mtu mwenye kuwa na mawazo. Na hapa ni nyumbani anapoishi. Anaishi na rafiki yake anaitwa Adil. Ikabidi ashie matatizo yake kwa rafiki yake. Anamwambia kwamba nimempoteza mpenzi wangu. Ikabidi rafiki yake amjibu, hilo mbona lilijulikana toka mwanzo? Wewe ni mbaya linapokuja swala la kuchagua wanaume, na ndio maana unaishia pabaya zaidi. Basi ikabidi Ginika amuulize, kwa nini hali hiyo unitokea mimi? Watu wanasema kuna samaki wengi katika mto, na kwa nini kila siku mimi nachagua samaki wabaya? Ikabidi kwanza wavute pumzi kwa pamoja. Hatimaye bibie anamwambia, tuseme wewe ni mbaya katika uvuvi. Anasema, nifanye nini sasa? Kila mwanaume nayempata ananiacha. Mungu nakuomba uweze kunisaidia. Moyo wangu umeweza kuvunjika vipande milioni moja. Hii ni dhahiri kabisa Bibi Ginika amekata tamaa na maisha. Rafiki yake anamwambia, labda unaweza kuchagua kipande kimoja na ukakikumbatia, huenda kikareta matumaini. Usiniambie kwamba umekata tamaa, kwamba hautoweza kupenda tena. Maisha siku zote hayako hivyo. Basi bibie amekata tamaa. Anasema, mimi ni mpenzi asiyekuwa na matumaini. Alibaki kulia tu, alibaki kuumia, hasa pale anapokumbuka wapenzi wake wote waliomwacha. Bana, siku zote wanasema Mungu ni Mungu tu, acha aitwe Mungu. Akikupa ukilema, basi hakika hakunyimi na mwendo. Hebu tazama Bibi Ginika amekata tamaa. Amekata tamaa ya kuishi, lakini yupo na rafiki yake kipenzi Bibi Adri. Anamkomfort kwa kila jambo, tatizo lake la kwake. Na baada ya muda Erebedi akaandae kinywaji kwa ajili yake. Baada ya kumuona bibi yuko boring, aliona bora atafute kitu cha kuweza kumpatia ili aweze kutumia. Lakini bibi amekata tamaa kabisa. Anaona amebeba mzigo mkubwa sana umemweremea. Kila mwanaume anayempata anamuacha, kila mwanaume anayempata anamuacha. Amebaki kulia mwenyewe tu. Basi bwana, usiku ule bibi Erebedi aweza kuandaa kinywaji, akiamini kwamba kinywaji kile kinaweza kikampotezea bibi mawazo. Mara kasha mpoteza mtu aliyekuwa akimpenda. Bibi Adri anasema, tumekaa hapa usiku mzima na kunywa pombe na kisha kuwazungumzia wanaume. Ikabidi Bibi Ginika acheke. Anasema wanaume wote ni mbwa, wanaume wote ni wapumbavu, hakuna mzima hata mmoja. Rafiki yake ikabidi ampinge, akambia, hapana, utakuwa unakosea. Wanaume wote sio mbwa, wanaume wote sio wapumbavu, bali wanaume waliokutenda vibaya au ndio mbwa na hao ndio wapumbavu. Ikabidi Ginika akamuuliza rafiki, ni sababu ipi inayomfanya asipate mapenzi ya kweli, yaani asimpate mwanaume anayemwamini? Rafiki yake akamjibu kwamba labda abadilishe mwelekeo. Kamtazama akamuuliza, mwelekeo? Mwelekeo gani? Maana moyo wangu ukipenda sometime mimi nakuaga kichaa na kuwa kama chizi kwenye mapenzi. Akamwambia, sikiliza, sitoweza kufuata moyo wangu tena, maana moyo wangu unatoa maelekezo mabaya sana, na vile vile kutoa maelekezo mabaya kwenye maisha yangu. Huku rafiki yake amekaa na msikiliza tu Ginika, na kisha akamwambia, ipo siku utampata atakayekupenda, atakayethamini moyo wako na atakuwa na mapenzi ya kweli. Ginika anakuambia akaguna. Anasema, mapenzi nayachukia, mapenzi tena nayachukia vibaya mno, nayachukia sana tu. Mapenzi yanaumiza. Pale pale nakwambia akamkumbuka Danieli. Anasema, hakuwa na haki ya kunifanyia hivi, hakuwa na haki kabisa ya kunitesa namna hii. Hivi ulishakutana na mwanaume akauumiza moyo wako? Ginika akamwambia, sasa huyo ni Daniel. Daniel ni shetani. Akamwambia, hii ndo sababu na nifanya nichukie mapenzi. Namchukia sana Daniel. Anasema, wanaume wote ni sawa, wanaume wote baba mmoja mama mmoja. Anasema, wakati mnaanza mapenzi yanakuwa ni mapenzi matamu, ni mapenzi yenye kuvutia, lakini hapo baadaye yanaanza kuwa machungu kama pilipili. Mimi nayachukia mapenzi na ninawachukia wanaume wote nawachukia, simpendi hata mmoja. Bwana, huwezi kuamini, bibi alianza kulia pale pale, maana akakumbuka majanga yote ya nyuma. Tari sana. Basi bwana, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Ni usiku ule, usiku wenye kuwa na matatizo, usiku wenye kuwa na majanga. Tunakutana na binti anaitwa Ifoma, yuko kwenye gari. Anaongea na mtu kwenye simu, anasema tayari tulikuwa tuko na mazungumzo na sidhani kama anaweza kubadilisha mawazo ama mwelekeo.
Akaambia sawa mama, nimekuelewa, mimi ndiye mwenye makosa. Anamwambia lakini kuna pande mbili za hadithi, na sisemi kwamba mimi ni mtu mkamilifu, najua nimekosea na haina sababu ya kulalamika wakati wote. Mimi niko tayari kama anataka tuyamalize. Bwana, huku nako bibie Ifoma naye ana matatizo na mtu wake, na anamwambia mama kwamba yuko tayari kama atakubali wakae mezani ili waweze kuzungumza utofauti wao kati yake pamoja na mtu wake. Na baada ya muda ilibidi aweze kumwaga mama yake, akaambia kwamba atakupigia baadaye, kwa sasa naelekea nyumbani. Basi ukisikia wakisema mapenzi uhorani dunia, basi ndo haya. Basi hatimaye kumekucha, wanaitaga mapambazuko, na bibi Ginika alikuwa bado amelala, na baada ya muda kidogo akaona ngoja niweze kumwamsha bibia. Basi alimfuata taratibu na akaanza kumwamsha akimwambia amka amka. Bibia anakuambia ana usingizi mzito, anamwambia tafadhali nakuomba uniache, nenda zako bwana. Rafiki yake anamwambia hapana bwana, muda umeenda, tafadhali amka, hii asubuhi kumekucha, amka bwana. Alianza kujivutavuta kutoka usingizini namna hii. Basi bwana anakuambia bibie kichwa kinampeleka mpera hatari, nakuambia kinamgonga kutokana na engo va jana, maana jana usiku alikunywa sana pombe. Anasema bado nawachukia wanaume, tena nawachukia kweli kweli. Alafu hatimaye akajitupa kitandani kwa mara nyingine. Ni upande wa pili kwa bibie Ifoma, na hapa ni nyumbani anakoishi. Basi bwana bibie anatoka, kuna sehemu anaenda, lakini alikuwa anaongea na simu. Basi chapo kwa haraka anafungua mlango tayari kwa kuondoka. Bwana huwezi kuamini, anafungua mlango tu mara pap anakutana na Mwamba mlangoni. Bwana kisha akapigwa na butwa pale pale, akamwambia aliyekuwa anaongea naye kwenye simu kwamba nitakupigia baadaye. Anamuuliza unafanya nini hapa? Mwamba anasema tunaweza kuzungumza. Akamwambia hapana, haupaswi kuwa hapa. Ifoma tafadhali. Bibi akadakia, tatizo lako nini, unataka nini? Kabla Mwamba hajajibu alichoijia. Hujafanya vya kutosha Mwamba anasema tafadhali baby, uweze kunifanyia hivi tafadhali. Basi bibi anamwambia kwamba mimi sijari, kama unaweza kuzima hisia zako unaweza ukazizima tu. Kwa hiyo kumbe hawa ni wapenzi, inaonekana kuna mgongano mzito baina yao. Ifoma anamwambia sitaki nikuone hapa tafadhali. Nakwambia bibie hakujali, anafungua mlango ili Mwamba aweze kuondoka. Mbona majanga. Basi tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Tunakutana na bibie Ginika pamoja na Adri, wametoka mara moja kuelekea matembezini, na leo wako hapa wanapiga story. Wanataka kupotezea kile kilichoweza kutokea. Na baada ya kutoka bibie anaonekana kuwa ni mtu mwenye kuwa na furaha kidogo, amani imerudi. Basi kabidi wapige story kidogo. Wakati huo bwana kuna Mwamba mmoja amekaa pembeni anawatazama. Jina lake anaitwa Collins. Basi bwana upande wa pili bibi anamwambia kwamba usijali kuhusu mpenzi wangu, mimi nina imani kabisa kwamba kila kitu kitakwenda vizuri, japo ni muda mrefu sana. Huyo bibi mpenzi wake amekwenda nje ya nchi takriban kama miaka 3-4 hivi hajarudi, hajaweza kuwasiliana. Ginika alikuwa anamwambia awe makini sana, maana uweze kujua, maana ni muda sasa umeenda. Asije akawa tayari na totozi huko na hatimaye mambo yanakwenda vizuri. Yeye amekaa huku kuweza kumsubiria, lakini kumbe yule Mwamba ana mtu wake kule na anakula bata kama kawaida. Basi bwana mambo yaliendelea kama kawaida. Baada ya kukaa pale kwa muda mrefu sasa bibie alitaka kuweza kunyosha miguu. Bibie anasema kwa sasa najisikia vizuri, naweza kutembea, naweza kufanya chochote, akili yangu kidogo imetulia. Anamwambia nitazame niko vizuri sasa, muonekano wangu ukoje? Basi bibie ilibidi aweze kunyosha miguu taratibu namna hiyo. Wakati ule bwana mkubwa Collins anamtazama naye akanyanyuka kwenye kiti namna hii. Haya basi walianza kukutana namna hii, na baada ya hapo bwana mkubwa ikabidi aweze kumpa hai. Collins anamwambia samahani, habari yako? Anashangaa kuweza kumuona bibie. Ni wewe Ginika? Bibie anashangaa. Huyo nani tena? Ikabidi bibie akamtazama akamzoom. Kumbe wanafahamiana. Anamuita Collins. Kamtambua. Collins anasema ni mimi. Pale ikabidi bibi aweze kumuoa. Bibi anasema hatawezi kuamini, ni kitambo cha muda mrefu kweli. Mwamba anasema nimefurahi kuweza kukuona na kuona umenawili, umenenepa kweli. Inaonekana bibi alikuwaga kimbaumbao kipindi akiwa bado chari. Bibi anasema usinitanie, kwa nataka uniambie kwamba kipindi kile tunasoma mimi nilikuwa kimbaumbao kuliko wanafunzi wote. Collins akamwambia hapana, namaanisha kwamba unaonekana vizuri, unapendeza, muonekano wako uko vizuri. Baada ya matembezi hatimaye sasa wanarudi nyumbani, na bibi anasema hakika nimechoka sana leo. Na ni kweli bibi alikuwa amechoka, maana wametoka asubuhi hatimaye wamerudi nyumbani ni usiku. Bibi anakuambia anajitupa kwenye kochi tu. Baada ya Adri kufunga mlango alitaka kuweza kumfahamu vizuri Collins. Kisha anamuuliza Ginika yule kijana ni nani? Bibi akabidi akaguna kidogo. Akaambia nisha kuambia tayari kwamba jina lake anaitwa Collins. Akaambia ndio, umeniambia jina lake anaitwa Collins, lakini nataka kuweza kumjua zaidi. Akamwambia okay,
sawa, ni rafiki yangu wa zamani na tumesoma wote pamoja. Akaambia sawa, umeniambia naitwa Collins, mmesoma wote na ni rafiki yako. Akaambia lakini kuna jambo moja ambalo nahitaji kuweza kujua. Akaambia niliwaona nyinyi wawili mnabadilishana mawasiliano pale. Bibi anamwambia iko hivyo, tulibadilishana namba kwa ajili ya mawasiliano, na aliniambia kwamba ile sehemu ya swimming pool anapendaga kwenda mara kwa mara ni sehemu yake anayopendaga kwenda kupumzika. Bibi anasema ni kweli ile sehemu imetulia, iko cool, kwa hiyo pamechangamka, lakini akaambia nilimuona akikukodorea macho fulani hivi. Na baada ya hapo basi akanyenyuka moja kwa moja na kuondoka, akaivuruga mada kabisa ya Collins. Bwana, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Ni nyumbani kwa bibi tunamuita Ifoma. Ifoma anaishi hapa na wakati huu sasa kuna mtu anabisha mlango. Inabidi bibi Ifoma atoke na kwenda kufungua mlango. Ile ukimtazama unagundua kabisa kwamba huyu amenyongonyea vibaya, ni kama ni mtu mwenye kuwa na mawazo. Anafungua mlango tu, uweze kuamini mwamba huyu hapa. Hatari sana, akwambia mwamba akamkalia kuoni hatari. Anamuuliza, unafanya nini hapa? Alimwambia, kwa nini unanikataa namna hii? Akaambia, kwa sababu mimi sikuhitaji. Alimuuliza, kwa nini? Vipi kuhusu mahusiano yangu kwako? Akaambia, mahusiano yangu kwako, akaambia yamenigharimu sana. Alimwambia, chochote ambacho tumekifanya, akaambia kiukweli kimenigharimu. Mimi najisikia vibaya sana. Kwa sasa nahitaji kuweza kulipa kwa kile ambacho nimekitenda. Akaambia, lakini kwa nini uweze kata tamaa? Hebu ondoka bana, mimi sikuhitaji unajua. Unajua nini Joel? Ondoka nyumbani kwangu mara moja. Basi bibi anakuambia aramtimue bwana mkubwa tunamuita Joel. Kwa hiyo kumbe walikuwa ni wapenzi hawa, wanapendana vibaya mno. Lakini inaonekana kama kuna kitu kimeingiliana hapa. Sasa bwana mkubwa amekuja moja kwa moja kwa bibi, anataka waweze kurudiana. Kama kuna shida basi waweze kuiweka pembeni ili kila kitu kiweze kuenda vizuri. Alipomgusa tu bibi anamwambia, tafadhali ungetakiwa uondoke. Akaambia, ondoka kwa wakati huu sasa hivi. Alimuuliza, kwa nini unanikataa kwa namna hii? Kwa bibi anakuambia anashangaa tu. Kwa nini nifanyia yote haya lakini kipenzi? Alimwambia, tafadhali Ifoma, kwa nini unautesa moyo wangu? Mimi sitaki kuweza kuondoka unajua. Mimi nataka nibaki hapa na wewe tafadhali. Taratibu mwamba alianza kumfuata bibi namna hii. Akaambia, nataka mikono yangu iweze kukuzunguka unajua. Huku bibi anarudi nyuma na mwamba taratibu anamfuata taratibu namna hii. Akaambia, nataka niwe nawe kitandani, uichukue shingo yako uweze kuweka karibu yangu. Nakwambia mwamba na maneno matamu kwa bibi. Alimwambia, tafadhali Ifoma, nakuomba tuweze kunikubalia. Bwana, hapa ni nyumbani kwa bibi Ifoma. Na bwana mkubwa amekuja nyumbani sasa, hataki kuondoka. Bwana, tunarudi moja kwa moja upande wa pili, tunakutana na mwamba Collins. Amekaa zake pale, kuna kitu anatazama kwenye simu. Wow, ana enjoy mwenyewe. Anaonekana mrembo sana Wow, miguu yake mirefu. Okay, naona kazi yako. Naendelea kuona picha zako. Na kutazama na kuambia, midomo yako mitamu mizuri. Akaambia sasa naweza kurudisha kile kilichoweza kupotea. Huyu nani? Katika pita akaja gundua kwamba kuna picha kaiona. Alianza kujiuliza, huyu ni nani? Huyu mwanaume nani mwenye kichwa kikubwa huyu? Vipi anaweza kama mpenzi wake ama? Yesu Kristo, ikabidi akaanza kumcheka. Yaani embu tazama kichwa kikubwa, nakwambia kama boga. Ngoja subiri. Akaambia Mungu aweze kumpatia mwanaume huyu. Haiwezekani. Embu cheki, ukisha mzumu kichwa chake nakwambia uchukue mabega 10 ya mtu ndio kichwa kimoja. Hapana, hii mbaya. Tena mbaya sana. Hawezi kuwa na mwanaume huyu. Akaambia unatakiwa kuwa na mimi. Unatakiwa uwe na mambo mazuri kuliko kuwa na huyo kibwengo huyo. Basi bwana mkubwa anakuambia anatazama picha za bibie, kakutana na picha ya mwanaume. Akaambia hapana, hawezi kuwa naye kwa sababu ana kichwa kikubwa. Basi bwana mambo ilikuwa iko namna hiyo. Hatimaye turudi moja kwa moja upande wa pili. Wakati wote tunamuona bibia namna hii. Taratibu anatembea kwa mikogo namna hii, anashuka kwenye ngazi. Na wakati huo mwamba alikuwa amekuja kumtembelea bibie na akamwambia, anamsifia, akamwambia hebu jitazame. Unaonekana wa ajabu sana. Yaani akimaanisha kwamba akapendeza. Basi bibie ilibidi aweze kumshukuru, akamwambia asante. Kamletea maua rose matamu sana. Akamwambia hii yote kwa ajili yako. Akamwambia mtu pekee anayestahili kuweza kupata maua kama haya ni wewe. Basi bibie ilibidi aweze kumshukuru. Alisifia, akamwambia ni kweli maua ni mazuri. Akamwambia ni kweli ni maua mazuri kama wewe, maana unaonekana mrembo wa ajabu sana. Basi ngoja nipeleke maua mara moja ili tuweze kutoka. Akamwambia okay sawa. Kwa hiyo mwamba alikuja nyumbani akiwa na lengo moja kwamba anamtaka bibi watoke ili waweze kutoka kwenda out mara moja. Basi nakwambia mwamba alibaki mwenyewe pale akiwa ameenjoy hatari. Haikupita muda na bibi akawa amekwisha kuweza kurudi. Moja kwa moja mwamba ananyosha mkono taratibu namna hii, ikiwa ni ishara kwamba bibi aweze kumdaka mkono wake. Taratibu namna hiyo anatoka na kuondoka namna hiyo. Basi mambo ilikuwa iko namna hiyo. Hatimaye sasa ni usiku. Tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Bibi yuko kitandani na kuambia, anasema naona sasa Corin anataka kwenda kuvunja kuta zangu. Hii kitu haiwezekani. Mimi siwezi kuwa naye hata kidogo. Basi anajisemesha mwenyewe, akaambia hapana, uweze kudondoka kimapenzi kwa ajili yake. Sasa moja kwa moja anakumbuka baada ya kuwa ametoka out. Mambo ilikuwa namna hii.
Wakati wakiwa kwa mezani namna hii, mwamba anakuambia macho kodo anamtazama bibie muda wote. Bibie kabidi aweze kumuuliza, "Nini? Je, kuna kitu labda usoni kwangu?" Alimwambia, "Ndio, usoni kwako kuna kitu nakiona." Kabidi moja kwa moja akachukua kijimkoba chake pale. Lengo ni kutaka kuweza kuona ni kitu gani ambacho mwamba Corin amekiona usoni. Bibie aliweza kuchukua simu. Haya, basi moja kwa moja bibie alianza kujitazama kupitia kamera ya simu. Huku mwamba anakuambia ametulia tu anamcheki bibie. Anamuuliza, "Je, umekiona?" Wapi, lakini mbona sioni chochote?" Mwamba alibaki kucheka tu. Akaambia, "Umependeza kweli. Uso wako mzuri." Wow. Bwana, kumbuka bibia anayakumbuka. Hii ni baada ya kuwa sasa wametoka wameenda out Hii kitu nakwambia ndo kwanza inamchanganya usiku wa leo. Anasema kiukweli anaonekana vizuri sana yule jamaa. Bwana, analia mwenyewe, anaguna tu miguno fulani vitu tamu. Akaambia, "Huyu ndo mwanaume ambaye nilikuwa nikimhitaji kwenye maisha yangu." Mungu nakuomba uweze kunisaidia. Nakwambia bibie kachanganyikiwa, kavurugwa. Mwamba tayari kashamchanganya. Tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Ni nyumbani kwa bibie, tunamuita Ifoma. Akiwa kitandani hapa amelala, anaongea na simu. Bila shaka anaongea na mama yake. Anasema kwamba nimejaribu kuweza kumpigia simu yangu lakini hapokei, na nimemtumia jumbe zangu za message lakini hajaweza kureplay. Akimaanisha kwamba mpenzi wake, yani kampigia simu hapokei, kamtumia message lakini mpenzi wake hajibu. Wakati ule mwamba, kumbuka, ametimuliwa aondoke lakini bado hataki. Mwamba ni king'ang'a. Bibi anasema kwamba hayuko nyumbani kwa wakati huu, bado hajarudi. Akaambia nitaweza kuongea naye, labda wenda akaweza kunielewa. Akaambia siwezi kukata tamaa maana yeye ni mume wangu wa ndoa. Mwamba alikuwa ameganda mlangoni pale akisikia kila kitu. Mwamba anamwambia bibi, "Je, unaweza kuteremka chini kidogo?" Bibi akaweza kustuka namna hii. "Wewe una shida gani wewe? Nakuuliza wewe." Akaambia, "Kwa nini unakuwa unanisnitch namna hii?" Akaambia, "Baada ya kuwa nimeandaa chakula jikoni nikaona ngoja nije nikuite mara moja." Kwa maana yake umeandaa chakula, si ndio? Kwa hiyo Mwamba kashaandaa na chakula tayari. Japo ametimuliwa nyumbani lakini bado hataki kuondoka. Mwamba ni king'ang'a. "Nani kakwambia upike chakula? Kwa hiyo umekuwa shefu wangu ama?" Nakwambia bwana mkubwa anatia huruma hatari. Alimwambia, "Bila shaka ulikuwa unaongea na mama kwenye simu." Bibi anamwambia kwamba hii si biashara yako. "Lakini kwa nini unanichukulia namna?" Akaambia, "Kaa kimya wewe. Hii ni kwa sababu mimi sitaki kuwa karibu na wewe, tafadhali. Hebu ondoka bwana." "Unataka nini bwana?" "Unataka nini tafadhali? Hebu ondoka bwana. Nimekuambia sikuhitaji." Basi hakika bwana mkubwa akaambia, "Sawa, mimi niko na njaa. Siwezi kuendelea kupiga kelele hapa, ngoja nikale chakula." Akaambia, "Kama unaweza kushuka chini basi unaweza ukateremka, chakula tayari." Tayari alibaki kuweza kumshangaa kijana. Hataki kuondoka, angangania nyumbani. Kumbe bibie Ifoma na mpenzi wake, na mpenzi wake ndio hivyo tena. Anampigia simu hapokei, na kisha akiweza kumtumia message pia lakini bado ajibu. Tunarudi moja kwa moja upande wa pili kwa bwana mkubwa Collins. Basi hatimaye leo bibie akamkaribisha Collins nyumbani kwao. Wow, sehemu hii ni nzuri sana, tena nzuri kama wewe. Mwamba anakuambia anatoa sifa kwa bibie hatari. Basi bibie ilibidi aweze kumshukuru tu, akaambia, "Okay, asante, karibu." Alimuuliza, "Je, unataka ukae?" Unajua tena Mwamba anakuambia anajing'atang'ata tu akimcheki mtoto wa kike. Basi hakika bibi aliweza kumshukuru, akaambia asante kwa siku ya leo. Akaambia, "Okay, sawa basi naweza nikakuruhusu ukaenda kama unahitaji kwenda." "Mbona unaniambia ondoke haraka namna hiyo?" Akaambia, "Hapana." Akaambia, "Nakuona kama unanifukuza nyumbani hivi." Akaambia, "Hapana, ni wewe ambaye umesema kwamba hutaki ukae. Inakuwaje tena?" Kabidi Mwamba kwanza acheki kidogo. Akaambia, "Okay, sawa, nimefurahi kwa kuspendi mimi na wewe." Akaambia, "Wakati mwingine ningependa kupata muda zaidi." Akaambia, "Lakini kuna jambo nataka nikuombe. Ni kitu ambacho labda wenda usikipende hivi, ila ningeweza kujisikia zaidi kama ungeweza kunipatia chochote." Basi bwana Mwamba akajimwaga hapo kwa bibie, akiamini kwamba kila anachokitaka anaweza akakipata kwa bibie, na akamwambia Mwamba akajigeza pale ni kama kawaida. Hatimaye bibie alianza kumsogelea taratibu namna hii. Kabidi atulie na akamwambia kama maji ya mtungini. Inakuaje hapo? Usiku mwema. Okay, kweli. Basi Mwamba akamchuma mkono namna hii kama kawa. Asante tena. Basi Mwamba kama kawa akamaliza mchongo na hatimaye huyo anaondoka kama kawaida. Hatari sana. Bibi anakuambia akafurahi mwenyewe, amemkaribisha Mwamba kwenye moyo wake. Bwana, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Nakwambia Jori ameganda kwenye nyumba ya mtu hataki kuondoka. Anampenda sana bibi Ifoma. Basi akiwa ametulia zake pale, ni mtu mwenye kuwa na mawazo. Haamini kile ambacho bibi akamjibu jana, kwamba hawezi kuwa naye na mtaki. Basi akiwa zake hapa, hatimaye bibi alikuwa Mariwato, ndo kwanza anatoka Mariwato namna hii. Basi bwana bibi akatoka zake Mariwato namna hii, anamkuta bwana mkubwa Jori yuko hapa
akimsubiri. Basi wakati ule bibi alianza kumuonea huruma, ikabidi bibi aweze kumwambia kwamba nisamehe kwa kile nilichoweza kukuambia jana usiku. Haya, basi hakika bibi akavuta pumzi na kisha akamwambia mwamba kwamba kama ukitaka usiku wa leo basi unaweza ukabaki hapa. Haya, basi mambo ilikuwa namna hiyo. Bana, mambo ikawa imekwenda mswano. Basi tunarudi moja kwa moja upande wa pili, na huyu ni bwana mkubwa Collins. Hapa ni nyumbani kwake. Ghafla anakuja gundua kwamba kuna barua mlangoni kwake hapa. Hakuhitaji kupoteza muda, kabidi akaweza kuinyakua barua hii. Lengo kwa ajili ya kuweza kuisoma. Anataka kuweza kujua ni nini kilichojiri kwenye barua hii. Taratibu anaichana barua na baada hapo ikabidi aweze kuisoma. Ile kitu ikamchanganya. Anaona mambo kwake sasa anaanza kwenda mlama. Huyu mwanamke ni shetani. Tena shetani mkubwa. Sasa leo ngoja aone. Kwa hiyo barua imetoka kwa mwanamke. Anasema mwanamke ni shetani. Huyu mwanamke anataka nini kwangu? Usiku wa leo tunamaliza mambo haya. Basi usiku ule bwana mkubwa kama akawa kabidi akachomoka nyumbani. Ile barua imemchanganya. Anahitaji kwenda kumalizana na mwanamke huyo. Sasa sijajua mwanamke huyo ni nani? Basi bwana mkubwa anakuambia anaikata mitaa namna hii. Huenda anaelekea huko ambako barua imetoka. Kwa hiyo mwanamke anayemuita ni shetani. Basi tunarudi moja kwa moja upande wa pili, na hapa ni nyumbani kwa bibi Ifoma. Kumbuka alimwambia Joel kwamba aweze kubaki nyumbani. Wakati wakiwa wamelala wako kwenye mazungumzo yao, ghafla bibi alisikia kuna mlango unabishwa. Alianza kujiuliza anaweza akawa ni nani usiku wote. Basi bibi taratibu ilibidi aweze kujiandaa, na baada hapo ikabidi akaweza kumwambia mwamba kwamba inabidi abaki hapa asitoke. Basi moja kwa moja bibi ikabidi aweze kushuka zake. Basi bwana, wakati mlango unaendelea kubishwa namna hii, sauti nasikika ikimwambia njoo ufungue mlango. Inaonekana sauti bibi haifahamu vizuri, ndio maana akabidi akaweza kushtuka namna hii. Sasa kinachomfanya bibi aweze kushtuka ni kwa sababu kule ndani kuna mwanaume anayebisha mlango huu. Maana yake tayari sauti kasha kuweza kuingamua kwamba ni nani. Ila anafungua mlango tu ni bwana mkubwa Collins. Wakati huo mwamba anaingia ndani, anamchunguza bibi kiumakini zaidi. Akamuuliza, "Mbona unaonekana namna hiyo? Kuna shida gani?" Ikabidi bibi akajingatangata para akaambia, "Hamna kitu, bali tu nimechelewa kuja kufungua mlango maana nilikuwa niko Mariwato." Haya, basi bibi anamuuliza, "Unafanya nini hapo?" Mwamba anasema, "Nimekuja kukuambia uache mara moja. Acha kunitumia jumbe fupi za message. Acha kila kitu, acha." Alimwambia hata kuniandikia barua, nataka uache mara moja. Bibi anamwambia kwamba nataka tuzungumze. Haya, baada ya muda bibi akaambia, "Tafadhali Collins, kipenzi changu, na kuomba unipe nafasi ya pili." Bwana, kumbe ni mpenzi wake aliyekuwa akimsumbua, kumbe alikuwa ni Collins. Kwa hiyo kumbe huyu ndiye bwana wake. Sasa hili ni tatizo. Kwa hiyo bwana mkubwa amekuja kumkanya bibi kwamba akae mbali na yeye. Sasa kwa bahati mbaya huku ndani kuna mwanaume. Bwana majanga. Haya, bwana mkubwa anasema kwamba kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu, kwamba nimekuja kukuambia kwamba sitaki mahusiano mimi na wewe. Bibi anajitetea na mwambia, "Tafadhali, kwa nini unifanyia yote hayo japo nilifanya makosa?" Wakati huo sauti ikasikika upande wa pili ikiita, "Baby, huyo ni nani?" Collins anashangaa kuweza kumuona mwanaume ndani ya nyumba, tena akiwa kifua wazi. Na kibaya zaidi ni kwamba ametoka chumbani. Alimwambia bibi, "Nini? Aya, unataka urekebishe nini wakati ndani uko na mwanaume?" Nakuuliza, unataka urekebishe hili? Hebu niambie basi ulichokuna tubu mbele yangu hapa ni nini? Yaani unafanya kutubu unatia huruma lakini kumbe ndani uko na mwanaume. Hiki ndio kile kiapo ulichoweza kuapa kanisani? Tena mbele ya umma. Mimi naomba tu nikwambie kitu kimoja. Hebu fanya ya kwako na mimi nifanye ya kwangu. Hicho ndio kitu pekee ambacho mimi nataka. Wakati ule bwana mkubwa ikabidi aingilie kati. Kabla hajaongea tu nakwambia bibi anamwambia, "Hebu kaa kimya, tena funga domo lako. Nyamaza, kaa kimya bwegewe." Basi hakika bibi anamgeukia Collins na kumwambia, "Baby, kabla hajaongea cha kwake tu, mwamba anasema kumbuka wanawake wana vitu vitatu." Sasa mimi sihitaji kuweza kuzungumzia vitu vitatu. Mimi nataka nizungumzie jambo moja tu. Mimi nataka mimi na wewe tuachane. Na ili ni onyo langu la mwisho. Wewe pamoja na huyo kijeba mwenzako huyo, nataka wote mkae mbali na mimi. Aya, basi moja kwa moja mwamba akafungua mlango na kuondoka. Bwana mkubwa anasema mwache ende. "We kaa kimya bwegewe. Nisha kuambia kaa kimya. Tatizo lako nini?" Nakuuliza wewe, tatizo lako nini? Hivi unajua nimetumia muda gani ama gharama kiasi gani ili kuweza kukutana na huyu mtu? Nimempigia simu, nikamtumia ujumbe, nikamwandikia barua lakini patupu. Leo amekuja na unaanza kuniharibia bwegewe. Wewe mbona baba kihelehele wewe, nimekuambia kaa huko. Kilichokuleta huko kitu gani? Huko mwamba anasema kama mwache aende. Kachagua chaguo lake bwana. Pale bibi akaona kama vile anamchanganya, anamwambia get out. Toka nje mara moja. Na asema toka nje, ondoka. Jamani Ifoma, tafadhali bwana, mimi nakupenda unajua Ifoma. Na akwambia bibi anamsukuma, anamtoa nje, hamtaki kabisa kijana. Tena anaondoka anaacha na shati lake. Bwana bibi hatari sana, amemkosa mpenzi wake aliyekuwa akimhitaji.
Basi bwana, tunarudi moja kwa moja upande wa pili. Hatimaye tunamuona bibie anateremka moja kwa moja kuweza kuelekea mlangoni, maana mlango ulikuwa unabishwa kwa wakati huo, na haikujulikana aliyekuwa anabisha mlango usiku alikuwa ni nani. Ikabidi bibie aweze kwenda moja kwa moja kwenda kufungua mlango. Ulikuwa ni usiku, mida ipatao kama saa 7 usiku hivi. Hatimaye Collins amekuja nyumbani, bwana ana mawazo yake huko. Wow, tena kapokelewa kwa mahaba mazito. Hatimaye mwamba ikabidi aweze kujiachia, maana ni mpenzi wake kwa sasa. Akaona ngoja tu nikatulize akili yangu kidogo. Basi bwana, upande wa pili tunakutana bibie Ifoma. Ifoma leo ameamua kurudi kwa mara nyingine tena. Akiwa yuko getini hapa anamsubiria Collins. Bwana, haikupita muda namuona mwamba huyo anarudi zake nyumbani. Amegundua fika bibie yuko hapa, lakini hata hajari. Bibie baada ya kumuona tu ilibidi aweze kusimama. Alimuita mwamba jina, lakini mwamba hakuweza kumuitikia. Alichokifanya, aliweza kufungua geti mara moja, na baada hapo akamkaribisha bibie, akamwambia ingia. Lakini bibie anakuambia anatetemeka, anashangaa leo anakaribishwa ndani, wakati siku zote mwamba amekuwa akimkimbia. Hatimaye bibie ikabidi aweze kuingia, na mwamba anamkaribisha, anamwambia karibu. Haamini kama mwamba amemkaribisha. Baada ya kukaribia tu mwamba anamuuliza, unataka kinywaji cha aina gani? Unataka divai, unataka maji, unataka nini? Ama unataka whisky? Okay, basi bibie anamwambia kwamba sihitaji chochote bali tu mimi ninachohitaji na hitaji tuweze tukae tuzungumze. Akaambia, unataka tuzungumze? Okay, sawa. Basi kama unahitaji tuzungumze mimi niko tayari, karibu. Niambia unataka nini? Unaweza ukanieleza unataka nini? Bibia anamwambia, mbona unakuwa mkali namna hivyo jamani? Akaambia, mtu amefika tu hapo umeshaanza kumsimanga tayari. Bibia anamwambia, mimi nataka urudi nyumbani. Yaani mimi nirudi nyumbani? Akaambia, nirudi nyumbani sehemu ambako umemtunza ule kibaka. Nyumbani kwangu na kufanya kuwa kama dangulo. Alimwambia, tulia. Mimi najua nimefanya makosa, lakini kama utanipatia nafasi niko tayari kuweza kukueleza kila kitu. Anamwambia, tafadhali najua nimekukosea, lakini unaweza ukanisamehe. Mama anamwambia, acha ujinga wewe. Kumbuka mimi ni binadamu, nina moyo. Hivi unadhani kile unachonifanyia kwangu mimi hakiniumi? Akaambia, naumia sana tu. Kwanza umenitia hasara, na ndio maana mimi nataka nibaki mwenyewe tu. Sihitaji chochote, nataka ubaki wewe nami nibaki mwenyewe. Alimwambia, tafadhali sihitaji kuwa na ukaribu na wewe. Jambo la msingi na kuomba uondoke mara moja. Wala mimi sikuhitaji. Ila kumbuka kwamba mimi nayo mapenzi yamekwisha. Hakuna kinachoweza kuendelea tena. Hatuwezi kuwa wamoja tena. Kuanzia leo na kuendelea, ondoka nyumbani kwangu. Usikanyage hapa tena. Basi nakwambia mwamba kawa mkali. Hataki kabisa kuweza kumsikia bibie. Anamwambia, unanitumia meseji zaidi ya 1000. Unanipigia simu zaidi ya mara 10 kwa siku. Unanitumia barua zaidi ya mara 20. Akaambia, mimi sikuhitaji bana, ondoka. Kila mmoja afanye mambo yake. Ulichokifanya kinatosha. Mimi sikuhitaji, ondoka mara moja. Bibie anamwambia kwamba mimi siwezi kukuacha katu. Kumbuka kweli nilifanya makosa, na hayo makosa kweli yamenigharimu. Nami nimegundua kwamba nimefanya makosa, lakini kuna wakati ambao unaweza ukanielewa kama binadamu. Mimi si Mungu bwana. Kilichofanyika, bibia anamwambia kwamba mimi siwezi kukuacha katu. Hata iweje, ile ni nyumba yako. Na mimi ni mkeo. Kwa jambo la msingi inabidi urudi nyumbani, maisha mengine yaendelee. Hatimaye bibia ikabidi akaweza kuondoka. Sasa bibia ameondoka akiwa na mawazo hatari. Kamwacha mwamba naye ana mawazo kama yote. Hatimaye ni usiku mwingine. Bibie akiwa amelala zake hapa akiwa na bwana mkubwa upande wa pili. Wakati ule simu yake inaita, na aliyekuwa anapiga simu wakati ule alikuwa ni mama yake. Basi mwamba anakuja kustuka na kuta simu yake inaita. Akajinyosha taratibu namna hii, na akaja gundua kwamba aliyekuwa anapiga usiku alikuwa ni mama. Basi taratibu ananyanyuka kitandani namna hii kwa kunyata, maana hakutaka kuweza kuongelea hapa, maana hakutaka bibia aweze kumsikia. Mwamba alichokifanya, kanyanyuka taratibu akafungua mlango, na hatimaye akatoka nje namna hii. Ametoka nje akimwacha bibia amelala zake, lakini kumbe bibia alikuwa macho, bibia alikuwa jalala. Akaja gundua kwamba mwamba ametoka, ameenda kuongelea huko. Kaenda kuongelea huko nje. Haikupita muda baada ya mwamba kuweza kuongea na simu, hatimaye sasa anarudi kwenye chumba namna hii. Anafungua mlango tena kwa kunyata. Anamwacha tu mwamba ili aweze kutimiza agano lake, ili alichokipanga kiweze kwenda sawa. Basi taratibu namna hii kama kawa, anaingia zake kitandani namna hii. Taratibu ananyata namna hii. Bibi anamsikilizia tu. Aravuta namna hii kama kawaida, alafu hatimaye analala.
anajua kabisa kwamba bibi wakati amelala, lakini kumbe bibi alikuwa anamsikilizia kila kitu. Basi hatimaye kumekucha namna hii na tunakutana na wapendanao. Hapa namzungumzia Collins pamoja na bibi Ginika. Bibi anasema kwamba nataka kujua uliyekuwa ukiongea naye usiku wa leo ni nani? Mwamba anasema usiku akavuta kumbukumbu pale, akaambia okay sawa. Okay sawa, nilikuwa nikiongea na mama yangu. Inaonekana kuna kitu unanificha wewe. Akaambia nikufiche nini jamani? Mimi nimejiamsha tu pale kitandani, nikaona bora tu niweze kusogea pembeni ili nisikupigie kelele, ili nikuache tu ubaki ulale, maana sikutaka kuweza kukuamsha na makelele ya kuweza kuongea. Wewe muongo! Inaonekana kabisa kwamba kuna kitu kinaendelea na hujataka kuweza kuniweka wazi. Akaambia hapana. Mimi siwezi kuficha jambo lolote. Mimi na mashaka na wewe, tafadhali niambie ukweli tu. Wakati ule kuna mtu anabisha mlango pale, wakati wanabishana. Kabidi bibie aweze kwenda kufungua mlango. Anafungua mlango. Toba we, ni bibie Ifoma. Toba. Mambo yameharibika. Alafu bibie Ifoma na akwambia kaelekea moja kwa moja kwa Collins. Bibi akabidi akaweza kumuuliza, mwanamke ni nani unaingia katika nyumba za watu? Bibi akaambia, nyumba za watu? Mimi? Unataka kujua mimi ni nani? Ikabidi kwanza bibi acheke. Ikabidi amwambie ukweli kwamba mimi ndiye mke wa huyu mtu. Wow, kaingiza mkono wake pale kwenye kipapatio na hatimaye anamwambia kwamba mimi ndiye mkewe. Mimi ndiye ambaye tumefunga naye ndoa. Na akamwambia bibie akatoka na macho tu kuelewa aongee nini. Hakuamini mwanaume aliweza kumwamini. Alimpatia moyo wake baada ya kuwa ameteswa. Kumbe ana mwanamke mwingine. Haya, basi bwana, mambo ilikuwa namna hiyo. Mambo yameharibika pande zote mbili. Ifoma ameharibu kila kitu na sasa namuona bibi Ginika anarudi nyumbani. Hataki tena kuwa na Collins. Lakini siku zote wanasemaga rafiki ni rafiki. Rafiki wa kweli ndio ndugu yako. Kilichoweza kufanyika, bibi Adri anampenda sana Ginika. Alimkaribisha nyumbani kwa mara nyingine. Kwa sasa Ginika yuko mwenyewe tu na Collins naye kakosa mchumba. Ifoma naye amekosa mchumba kama kawaida. Na ningependa tu nikuombe jambo moja, kama unahitaji kuwa mwanafamilia na kuomba uweze kusubscribe channel yangu ili mimi nawe tuwe pamoja wakati wote. Hilo ndio jambo pekee ninalokuomba. Niseme asante na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante, tukutane tena kwenye recap zingine. Bye bye na ciao.